John. Sio John, mwalimu John. Mwalimu wetu John. Jamani, hao ni walimu wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi jina nimemsahau mwalimu, atajitaja mwenyewe, ni mtu mzima. Atajitaja mwenyewe jina lake, anaitwa nani, kama kaoa hajaolewa. Yaani sana mwenzake kama hajaolewa kama anaenda sasa. Yule naye kama kaoa atasema, sio jamani. Hatujui, labda ndio atamshikia vitabu. Karibu mwalimu wetu, Mungu akubariki sana. Jamani, ni mchungaji wetu kutoka pale chumba geni. Karibu sana mchungaji. Nipigie tena na Yesu makofi kwa hiyo yetu. Kanisa Bwana asifiwe. Mchungaji wetu ni mwinjilisti wa kishika jukwaa. Analitendea haki. Kwa majina yangu mimi naitwa Samuel Charles Nyelo. Mchungaji, niko pale chumba geni TG. Na nimekuwepo hapa kwa semina tangu Ijumaa jana na leo siku ya tatu, lakini watu walikuwa wakiniuliza maswali, mbona hatujamuona mama? Kwa siku ya leo nimeamua kuja na mke wangu na yuko hapa, naomba nipe nafasi atusalimie, alafu baada ya hapo ataniombea. Amen. Amina. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa kutupa kibali mahali hapa. Mungu akubariki sana baba, pamoja na uongozi wote wa kanisa kwa mume wangu kupata kibali cha kuhudumu mahali hapa. Ni neema kwa kweli. Kwa upande wangu mimi naona Mungu anatupandisha kutoka chini kwenda juu. Mungu awabariki sana watu wa Kange Miracle, tunawapenda. Amina. Baba yetu na Mungu wetu tuliye mwaminifu, tutetee mahali pa juu sana palipoinuka. Asante kwa ajili ya wakati mzuri Bwana, kwa watoto wako tuko mbele zako, mfalme wa ajabu. Namleta mtumishi wako mikononi mwako Bwana, kamtumie sawa sawa na upendavyo mfalme. Tumia kinywa chake Bwana kunena yale ambayo natamani asubuhi ya leo watoto wako tukasikie. Roho Mtakatifu kamwezeshe kwa ajili ya utukufu wa jina lako Baba. Tunakurudishia sifa na utukufu Mungu wetu, maana wewe ni mwaminifu kwetu. Asante maana utakwenda kutuhudumia. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Lakini pia kuna mtu nimemsahau, tumekuja naye, tunaye binti yetu anaitwa Miriam. Tafadhali naomba tu. Amen. Basi namshukuru sana Mungu. Pia nitumie nafasi hii tena kushukuru mchungaji kunipa nafasi, pamoja na mama na baraza lote la wazee na ile idara ya maombi kwa kunipa nafasi na kuniamini. Nafahamu kwamba Tanga ina wachungaji wengi na ina watu wengi ambao mngeweza tu kuwaamini na mkawapa nafasi na wakafanya vizuri. Kwa hiyo kunipa nafasi hii nilipokea kwa unyenyekevu na kwa kumheshimu Mungu sana. Na kwa sababu ya muda wetu, ningetamani tupate muda mzuri wa kuomba leo, kwa sababu ni Jumapili na tuna kusanyiko. Natamani unipe masikio yako kwa dakika chache niweze kutembea kwenye kile ambacho Mungu ameweka kwenye moyo wangu siku ya leo. Sasa kwa sababu ni semina, ni kweli mchungaji ameniambia nisirudie, lakini natamani kidogo niweke muunganiko ili uweze kunielewa. Siwezi kukupa vyote kabisa na kuhakikishia. Kwa mambo niliyofundisha siku ya kwanza, siku ya pili, jana nilitumia karibu lisali 1.5 na sehemu hivi. Nikisema nitakupa hayo kwa muda niliyopewa, nitakuwa nimekudanganya sana. Lakini walau niweke summary kidogo kwa ili uweze kupata muunganiko wa kile ambacho tulikuwa tukiendelea nacho. Ujumbe wangu ambao nimekuwa nikifundisha tangu Jumapili ni kwa habari ya nguvu ya maombi. Na nilitangulia kusema kwamba inawezekana kabisa kuna watu hawaombi sio kwa sababu hawataki, ila kwa sababu hawajaelewa umuhimu wa maombi. Kuna vitu visipoeleweka umuhimu wake, matumizi mabaya huwa hayakwepeki. Sijui kama unanielewa. Usipoelewa thamani ya kitu, matumizi mabaya ya kitu hicho huwa hayakwepeki. Mara nyingi nimekuwa nikipenda kutumia mfano huu. Zamani tukiwa tunacheza, hasa mabinti walikuwa wakicheza mchezo fulani hivi wanauita mdako. Unarusha mawe juu hivi, unaweka chini pale. Sio kama mmewahi kufanya, wadada mlioko hapa. Sawa? Sasa inawezekana eneo ambalo ulikuwa unachezea kulikuwa na dhahabu, lakini kwa sababu haujaijua dhahabu, inawezekana miongoni mwa yale mawe uliokuwa unarusha ilikuwa dhahabu, na hata ukiwa unacheza uliacha nje kwa sababu haujui thamani yake. Ila angekuja mtu akakufundisha akakwambia hii ndio dhahabu unayoichezea,
baada ya muda yale mawe usingeyaweka pale nje. Kwa nini? Kwa sababu umeelewa thamani yake. Kadhalika na kanisa, msingi mkuu wa kanisa ni maombi. Tukikosa maombi, hakuna huduma inaweza ikaenda. Huduma yoyote inayoendelea chini ya jua hii, ili iwe huduma yenye matokeo, lazima ijengwe kwenye msingi wa maombi. Na ukiona mtu haombi, sio kwa sababu maombi sio lazima, ila ni kwa sababu hajaelewa kwamba maombi ni ya muhimu kwa kiwango gani kwenye maisha yake. Na kwa sababu hiyo, niko hapa kukujengea ufahamu uweze kuelewa kwamba maombi ni ya muhimu kwa kiwango gani katika maisha yako, ili uweze kupata kile ambacho Mungu anataka upate kwenye maisha yako. Kwa sababu kuna viwango ambavyo Mungu anataka uende, lakini Mungu hawezi kukubeba. Kuna wajibu wako na kuna wajibu wa Mungu. Ndio maana maandiko yanasema Mungu anafanya kazi pamoja na wale wampendao. Mungu hafanyi kazi peke yake. Mungu anafanya kazi na watu. Na ndio maana ni kusudi la Mungu watu waokoke. Lakini hujawahi kumkuta Mungu anahubiri injili mtaani. Anapatikana mtu, anakuwa tayari, anafundishwa, anaelewa, anaomba, anapata nguvu za Mungu, halafu anaenda. Akienda akihubiri, Mungu anafanya kazi pamoja naye. Ila Mungu hafanyi kazi peke yake. Mungu anafanya kazi pamoja na watu. Kwa hiyo, hata kwenye maisha yetu kuna vitu ambavyo Mungu amevikusudia tuvipate kama watoto wake. Maana ni haki ya mzazi kutunza watoto na ni haki ya Mungu kutunza watu wake. Lakini alichotukusudia Mungu, namna pekee tunaweza tukakipata ni kwa njia ya maombi. Kwa hiyo ukikataa maombi, umekataa vitu ambavyo Mungu amekusudia uvipate kwenye maisha yako. Tuna Wakristo wengi wanaishi chini ya kiwango ambacho Mungu amekusudia kwenye kila eneo la maisha yao. Si kwa sababu Mungu hana uwezo wa kubariki, si kwa sababu Mungu hana uwezo wa kuinua, ila wamekataa kanuni ya Mungu inayosababisha watu wainuliwe. Na kanuni hiyo, unikumbushe na tuhojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Maana yake ni nini? Kumbe kuna mambo ni haki yetu, ni halali yetu kupewa. Lakini kwa kanuni ya Mungu hatupewi mpaka tumeamua kumwendea Mungu. Tunaomba, tunamkumbusha Mungu, ndipo tunapewa ile haki yetu. Bwana asifiwe. Lakini pia Petro wa kwanza sura ya 3 mstari wa 12 tunaona andiko hili. Yesu anasema hivi, macho ya Bwana yanawaelekea wenye haki na masikio ya Mungu yanasikiliza maombi yao. Maana yake ni nini? Sisi kama watoto wa Mungu, macho ya Mungu siku zote yako yanatutazama. Tunapoingia na kutoka, changamoto tunaweza kutana nazo, hali tunazokuwa nazo, Mungu yuko anatutazama. Lakini haishii kututazama na akaona kwamba tuna shida. Anaenda hatua ya pili. Baada ya kujua una shida fulani, unachukua hatua gani? Unachukua hatua ya kuomba au umeridhika na hali ulionayo? Haleluya. Jamani, haleluya. Hata ukiwa mama uko pale nyumbani, unaweza ukapika chakula, lakini huwezi kumlazimisha kila mtu kula. Unaweza ukamchukua ng'ombe ukamswaga kwenda mtoni, ila huwezi kumlazimisha ng'ombe kunywa maji. Kwa hiyo kuna vitu ni kanuni ambazo Mungu ameziweka kwenye ulimwengu zitusaidia kuelewa utendaji wa Mungu wa kazi zake katika maisha yetu. Sasa, maombi ni kitu gani? Maombi ni mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu. Nilisema mawasiliano ni nini? Ili pawepo na mawasiliano, mawasiliano yanatengeneza mahusiano. Mungu anaongea na sisi kupitia neno lake, lakini sisi tunaongea na Mungu kupitia maombi. Bwana asifiwe. Na nisikilize, namna pekee Mungu anaitumia kuingia kwenye utu wako wa ndani na kusema na wewe ni kupitia neno lake. Na ndio maana unapoenda ibadani, ukihudhuria ibada, namna neno linavyohubiriwa unasema kwa kweli leo Mungu amesema na mimi. Nini kimetokea? Mungu anasema na wewe kupitia neno. Haleluya. Lakini sisi tunaongeaje na Mungu ili mawasiliano yakamilike? Kwa sababu mawasiliano ni pande mbili. Hauwezi ukasema Mungu anaongea na wewe na wewe uongee naye ukasema ni mawasiliano. Nikiwa naongea na wewe nategemea unijibu. Usiponijibu hamna mawasiliano. Kwa kama Mungu anaongea kwa njia ya neno, lazima na sisi tuombe kuitikia ule wito aliosema na sisi, ili mawasiliano kati yetu sisi na Mungu yaweze kutimia. Na kama hakuna mawasiliano, maana yake hakuna mahusiano. Daraja la mahusiano linajengwa kwa maombi. Ndio maana unaweza ukaona kuna wakati hata tunaombea mtu amefungwa na nguvu za giza. Zile nguvu sio kwamba zinataka kutoka, hazitaki. Ila kuna matamko yaliyojaa imani ndani yake.
Yale matamko yanahamisha ile nguvu iliyoko ndani, inatoka. Kwa nini? Maombi ni matamko ya imani yanayosababisha matokeo kwenye ulimwengu usio huu ulimwengu wa kawaida. Jamani, haleluya. Sasa tulijifunza mambo kadhaa, siwezi kuyarudia, yako kama sita kupitisha hapa kama alivyosema mchungaji. Tulijifunza mambo 6 kutoka kwenye kiini hicho cha maombi, na leo sitaki nitembee sana hapo. Naomba niweke muunganiko wangu kwenye somo la jana. Muombaji anapaswa aweje? Ili uweze kuwa muombaji ambaye umejaa matokeo kwenye kile unachokiomba, lazima usijue kanuni za Mungu. Watumishi wa Mungu, Bwana asifiwe. Lazima kuna kanuni za Mungu zinazoamua matokeo kwenye maisha ya mtu anayeomba. Usipoelewa, unaweza ukaomba sana lakini ukakosa matokeo, kwa sababu ziko kanuni ambazo zinamuongoza mtu anayeomba ili maombi yake aweze kuwa na matokeo. Na nisikilize, ni shauku ya Mungu kuona kila mtu anayeomba anapata anachokiomba. Lakini kanuni za Mungu kwa mwombaji ni lazima zizingatiwe. Ndio vigezo vinavyomfanya Mungu akupe unachotaka. Ukikosa vigezo, hata tunapotafuta kazi, kuna vigezo vya mtu anayetaka kazi. Ukivikosa huwezi kupata kazi. Kadhalika na kwa Mungu, unapoenda kuomba, kuna kigezo kinachofanya upewe unachokitaka. Hata unapoenda kumwomba mtu, kuna vigezo. Wengine unaenda kwako kwa sababu ni baba yako. Kigezo cha ubaba kinakufanya upewe unachokitaka. Kadhalika tunapoenda kwa Mungu, kuna package ya vigezo fulani. Lazima mtu anayeomba awe anavyo hivyo vigezo anapoenda kwa Mungu. Kuna sifa lazima awe nazo. Namba moja, muombaji lazima awe mwenye haki. Maombi yake sio maombi tena, sio mazungumzo na Mungu tena, ila ni kelele mbele za Mungu. Na kama ni kelele, hakuna mtu anayetaka kusikiliza kelele, na Mungu hawezi kusikiliza kelele. Kwa sababu hiyo, kabla hatujaomba, lazima tutengeneze kwanza daraja la mahusiano na Mungu, ili tunapokwenda kuomba awe na uwezo wa kutusikia. Tukaangalia andiko hili la Isaya sura ya 1 mstari wa 15 hadi wa 18. Anasema hivi, mkinyanyua mikono yenu sitawatazama, nitaficha uso wangu nisiwatazame. Na anasema kwa nini? Anasema kwa sababu mikono yenu imejaa damu. Anaendelea 16, anasema yosheni, jitakaseni, ondoeni uovu wote. Alafu anasema kwamba hata kama dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, nitazifanya kuwa nyeupe kama sufu. Nasema mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Unagundua kumbe mema ya nchi ni tunda la utii kwenye kutengeneza maisha yako na Mungu. Na hilo tunda, hayo mema ndio tunayoomba. Hakuna mtu asiyeomba mema. Lakini ufunguo ili upate haya mema unayoyaomba ni lazima kwanza utengeneze. Usipotengeneza ukienda kuomba, unakuta Mungu amegeukia upande wa pili na maombi yako yamegeuka kuwa kelele kwake. Kwa hiyo hawezi kujibu kelele. Lazima kwanza utengeneze maisha yako na Mungu ili Mungu aweze kukujibu na kukupa kile ambacho unastahili. Jamani, haleluya. Amen. Jambo la pili, mwombaji lazima ajae neno la Mungu. Na jana nikaanza kuuliza swali nikasema hivi, huwa tukiombea watu tunaweka mikono, si ndio? Wachungaji na watumishi wa Bwana mlioko hapa, tukiombea watu tunaweka nini? Ushawahi kuona tumeweka miguu? Labda wale jamaa tu wanaochezeka sarakasi zao. Ila kwa mtu anayejua kanuni za neno, anaweka nini? Kwa nini? Biblia inasema tutaweka mikono juu ya wagonjwa na wao watapata nini? Afya. Si ndio? Lakini eneo lingine nafikiri ni Matendo sura ile ya 4, nafikiri mahali fulani pale anazungumza, anasema hivi, kwa mikono ya mitume ishara nyingi na ajabu zilifanya nini? Zilitendeka. Kwa nini? Yesu aliwaagiza, alisema nendeni ulimwenguni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Mkikuta mgonjwa wekeni mikono, atafanya nini? Atapata uponyaji. Kuanzia pale ikawa kanuni, maana Yesu aliagiza. Kwa nini tumeweka mikono? Neno linasema tuweke mikono. Na ukisoma Yeremia 1:12 anasema hivi, ninaliangalia neno ili nipate kulitimiza. Wakati wewe unaenda kwa Mungu ili upeleke ajenda yako, Mungu haangalii unachopeleka. Mungu anaangalia neno lake linasemaje kwenye kile ulichopeleka. Kwa sababu hiyo sasa, tunapoenda kwa Mungu ni lazima tuielewe kanuni ya neno inasema nini kwenye eneo tunaloomba. Bila hivyo inawezekana tunaomba kinyume na mapenzi ya Mungu. Na mapenzi ya Mungu yamejaa kwenye neno. Nisikie unanitikia amen kama unanielewa. Kwa hiyo sasa, ili uwe mwombaji mwenye matokeo, hakikisha maombi yako yamejaa neno.
Halo? Amen. Jamani amina. Amen. Jamani amina. Amen. Tunaelewana mpaka kule nyuma? Hakikisha maombi yako yamejaa neno. Na nisikilize, ukijaa neno la Mungu, hata kiwango chako cha maombi kitaongezeka. Maana una sehemu ya kumkumbusha Bwana. Vifungu vya kutosha vya kumwambia Mungu hapa ulisema. Una mahali pa kusimamia. Ila ukikosa neno, maombi ya nusu saa yanakutosha kabisa kwa umesinzia kanisani. Haleluya. Bwana mnanihurumia. Mnanielewa watumishi wa Bwana? Maombi bila neno ni mzigo. Ni kazi isiyo na malipo. Kitabu kile cha Yohana 15:17 tulisoma jana. Anasema hivi, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote mtakalo na ninyi mtafanyiwa. Ninyi mkikaa, tunakaaje kwake? Tunakaa kwake kwa kuokoka na kuishi kwenye kanuni ya neno la Mungu. Hapo ndio tumekaa kwake. Bwana asifiwe. Na kama tukikaa kwake, maana yake tunabalishwa jina. Tunakuwa watu gani? Tunakuwa wenye haki, ambao ndio Mungu anawaangalia kwenye neno tulilosoma la Petro. Na tukishakuwa wenye haki ambao Mungu anawaangalia, hao ndio Mungu anataka kusikia kutoka kwao. Kwa sababu hiyo sasa tutakuwa tumekidhi kigezo kile cha Mungu kutusikia. Na tukiomba Mungu anajibu, maana anasema neno lake likikaa ndani yetu. Nikatoa mfano jana nikasema hivi, naamini hapa huwa mnajenga. Mchungaji anasema jamani, ujenzi vipi hapa? Hata sasa mimi nitatoa 100,000, mimi nitatoa 50,000, mimi nitatoa 30,000. Alafu kuna wale ambao haiwahusu hiyo ya kuchangia. Wako tu kanisani kuabudu alafu waende nyumbani. Sasa siku inafika Ijumaa, mchungaji anasema jamani, si mnajua Jumapili ndio mwisho wa ule mchango. Alafu unajua uliahidi 100,000 na hujatoa. Uko pale kwenye kiti. Unajisikiaje? Ndani yako unaanza kuumia. Yaani unaanza kuumia ukiambiwa ile hela sina, alafu mchungaji anatangaza. Kwa nini unaumia? Ni kwa sababu umeahidi. Yule ambaye siku ile nyosha mkono hakunyosha, yeye hana shida, anajisikia raha kwa sababu hana deni, hajaahidi. Tunaelewana vizuri? Sasa Biblia inasema Mungu amezikuza ahadi zake kuliko jina lake. Yaani jina Mungu ni dogo kuliko ahadi za Mungu. Na ndio maana anasema hata mkono wake sio mfupi hata ushindwe kugusa. Na yeye sio mtu akiahidi asitimize. Ndio neno la Mungu linavyosema. Maana yake kwa maneno mengine, Mungu analiheshimu neno. Ila wakati unaenda kwake, umesema nini? Unaelewa nini kuhusu neno la Mungu? Ni kitu cha muhimu sana. Na tukaangalia mfano wa mtu mmoja aliyelisoma neno, akalielewa, akalifanyia kazi. Danieli sura ya 9, mstari wa 2 na 3. Tunaona Danieli aliposoma Biblia, akasoma kitabu cha Yeremia, akagundua kwamba muda wa kuwa mkiwa umeisha. Muda wa kuwa Yerusalemu, kuwa Babeli kama mtumwa umeisha. Akapiga hesabu. Aliyopiga hesabu akasema, kilichobakia ni kumwambia Mungu ule muda umefika, maana neno nimelipata. Iliandikwa miaka 70. Akapata nafasi ya kuingia magotini kumwambia Bwana, jambo hili lazima litokee kwa jina la Yesu aliye hai. Akajitia nguvu kwenye kuomba. Na kwa sababu lilikuwa neno, ikambidi Mungu mpaka awe anatuma malaika kumsaidia Danieli ili mambo yaweze kutokea. Kwa nini? Neno Danieli alilisoma. Kuna mahali unapita, ufike mahali usome, uelewe ahadi ya Mungu kwenye hilo eneo. Na upige kelele bila kuchoka, umwambie Mungu, umesema kwenye neno lako, hii ni ahadi ya neno lako. Na kuanzia pale, idai hiyo ahadi usiku na mchana bila kuchoka. Maana maombi ya mwenye haki yanafaa sana akiomba kwa bidii. Na uone kama Mungu hatafanya katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Jambo la 3. Maombi, muombaji lazima awe na imani. Na nilisema imani ndio kinachotusaidia sisi kupokea kutoka kwa Mungu. Kama hatuna imani, hatuwezi kupokea. Na jana nilisema imani inatofautiana, inakinzana sana na mazingira na ufahamu tulionao. Ndio maana nikatoa mfano jana. Mtu akikwambia kuna mtu ana pepo, twende tukamwombee. Yaani unaenjoy kwenda, unajua kabisa pepo kwa jina la Yesu pepo anafanya nini? Anaondoka. Ila ukiambiwa kuna mtu ana kansa pale, amepooza, yuko hoi, tunahitaji tukamuinue sasa hivi kwa maombi, unaanza kujiuliza maswali kwamba kansa inawezekana kweli? Nini kinachotofautisha? Yesu ni yeye yule, hajabadilika. Ila shida iliyobadilika ni kwako na ufahamu ulionao. Kwa hiyo tunakubaliana, moja ya kitu kinakinzana na imani ni ufahamu wa mazingira tunayoyaona. Na mara nyingi hata wengine wanaacha kuomba kabisa mazingira yanapokuwa wesi, yanapokuwa hayafai.
Unaweza ukashangaa, unaomba ili mume wako abadilike, alafu ile siku umelala kanisani, ndio kwanza anarudi saa 12 asubuhi akiwa amelewa. Unasema kama Mungu ni hivi, bora tu nisiombe. Unabaki unalia machozi na unaahirisha safari ya kuomba. Kumbe wakati unaahirisha ndio muujiza wako ulikuwa unakaribia. Jamani, haleluya. Ukiona giza linazidi, ujue asubuhi inakaribia. Kwa hiyo usikatishwe tamaa na mazingira na hali unayoiona, dumu kwenye kuomba. Tukasoma Luka 18. Habari za yule kadhi dhalimu asema, ijapokuwa mimi ni kadhi dhalimu, simchi Mungu wala sijali watu, lakini huyu mwanamke ananijia kila siku, nitampa haki yake, asinisumbue kwa kunijia daima. Afu baadaye akamaliza akasema, je, mwana wa Adamu atakaporudi ataikuta imani ya namna hii duniani? Kwamba kuna mtu ameomba mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4 hajaona kile alichokuwa anaomba, na bado akaendelea kuomba usiku na mchana, anaendelea kuomba, hajachoka. Mwana wa Adamu atakaporudi ataona kiumbe wa aina hii mwenye imani hii? Wakati maandiko yanasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, wala akisitasita moyo wangu huna furaha na yeye. Jamani, haleluya. Amen. Ili uitwe shujaa wa imani, lazima kuna vitu uvishinde. Na ndio maana ukisoma Waebrania 11, habari ya wale mashujaa wa imani, kila mtu alikuwa na kitu chake cha tofauti alichokutana nacho na akakishinda. Na imani inatumika kufanya vitu visivyo vya kawaida ambavyo akili zinakataa, fahamu zinakataa, mawazo yanakataa, lakini imani ndio inayotumika kuleta matokeo mahali ambako akili za mwanadamu na ufahamu wake hauna matunda. Kwa hiyo moja ya kitu ni silaha ya muhimu tunapokwenda kuomba ni imani. Imani inaweza ikaleta matokeo. Haleluya. Lakini tukaona jambo la 4. Muombaji lazima awe mtunzaji wa siri za Mungu. Sio kila Mungu atakachokupa ukiombea unakisema. Sio kila kitu utakachopewa utakachoshirikishwa kanisani. Kama muombaji mtu akawa na jambo lake, akahangaika sana, peleka hospitali, fanya hivi, ikashindikana. Baadaye mchungaji akaamua kukata rufaa, akahamia kanisani. Yuko kanisani, sisi zilikuwa siku ngapi? Hajatoka kanisani, anaomba kwa habari ya mwanae. Anaomba kweli kweli, analia Mungu na kutumikia vyote hivi, mwanangu anakufa kweli. Anaomba, anajenga hoja. Mungu asema leteni hoja. Naye anajenga hoja. Namna mnavyokutumikia vyote, uzao wangu inakuwaje kwenye hali hii? Wakati anajenga hoja, Mungu akamwambia, kuna siku umewahi kutaabika kwa kiwango hiki kwa ajili ya watoto wengine ambao hawajaokoka, kwa ajili ya watoto wengine ambao wanateseka wako mtaani? Kuna siku umewahi kuomba kwa ajili yao kwa kiwango hiki? Akasema hapana. Mungu akamwambia, achana na kuombea wanao, nataka uombee watoto wengine kama wako wanaoteseka mtaani. Akaacha kuomba. Wiki inayofuata alipoanza maombi tu, kuanzia siku ile alipoanza maombi ya kuombea watoto wengine waokoke, watoto wengine wafunguliwe, watoto wengine wamjue Yesu. Alipoanza yale maombi, hakuomba kwa habari ya mtoto wake, mtoto akanyanyuka kitandani akaondoka, akapona. Nini kimetokea? Alikuwa na uwezo wa kumsikia Mungu. Ile ilikuwa ni njia ya Mungu kuweka mzigo ndani yake wa kufanya lile jambo, kuomba kwa ajili ya wengine. Kuna wakati Mungu anakupitisha mahali pagumu sana, ile eneo anakuwekea mzigo ndani yako wa kufanya jambo kwenye ufalme huu. Lazima uwe na uwezo wa kumsikia Mungu, ili akikupa maelekezo uwe na uwezo wa kuyaelewa na kuyaombea. Hii ni neema ya ajabu sana ambayo kila mtu anayejiweka kwenye maombi anapaswa kuiomba. Na wapendwa, Mungu anaongea, ila sisi tumejiweka katika namna ambayo hatupendeki kumsikia Mungu akiongea. Huna muda wa kukaa na Mungu, Mungu aseme na wewe. Wewe ukienda pale ukipeleka hoja, ukimaliza, hauna muda wa kusikiliza, hauna muda wa kutulia na kutafakari. Mungu anaongea katika hali ya kutafakari, ya utulivu sana, sio katika hali ya vurugu. Haleluya. Amina. Jamani, haleluya. Amen. Efeso 1:18, Paulo anawaombea Waefeso. Anawaambia, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, ili mpate kujua kusudi la mwito wenu. Macho ya mioyo yenu yatiwe nini? Nuru, ili mpate kujua kusudi la mwito wenu. Kwa nini anawaombea macho? Na kwa nini hayo macho ni ya mioyo? Unagundua macho aliyokuwa anayaombea sio haya. Tunagundua tunachotakiwa kusema, tunachotakiwa kuomba kwa macho ya ndani. Mungu anataka tufanye nini ndani yetu? Ndio anasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Naomba tusome kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 6.
Wafalme wa Pili sura ya 6 mstari wa 15 hadi wa 17. Wafalme wa Pili sura ya 6:15 mpaka 17. Ndio. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu kuondoka kwenda nje. Kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari. Amen. Wakati unaendelea hapa, nikupe kisa ili tunielewe tunaposoma. Palikuwa na vita kati ya taifa la Israeli na Washami. Na ukumbuke zamani tukisema vita sio kama sasa hivi, kwamba vita ni kwenye ulimwengu wa roho. Zamani ilikuwa ni vita kabisa halisi. Wanaenda majeshi na majeshi wanafanya nini? Wanapigana. Sasa ilikuwa kila wakipanga vita Washami waende wakawavamia Waisraeli. Isaya akiwa kwenye maombi, Bwana anamwambia, Isaya, ni Elisha. Mungu anamwambia, tazama kesho Washami wamekusudia kuwavamia, watapita hapa. Anapeleka taarifa kwa mfalme. Mfalme, kesho Washami wanakuja, wanapitia njia hii. Mfalme anapeleka majeshi. Washami wakija, wanasema, ni nani anayetoa siri? Maana kila wakipeleka wanajeshi wanakuta tayari jeshi la Israeli liko pale. Wanashindwa mahali pa kupitia. Kesho wanapanga kupitia njia nyingine. Elisha anaona usiku. Anamwambia Israeli, peleka jeshi mahali fulani. Kesho Washami wakifika, wanakuta tayari jeshi lipo. Wakashindwa kuwapiga Israeli. Sasa kuanzia pale mfalme akasema hivi, ni nani miongoni mwetu anayetoa siri za kambi? Na unajua adui mkubwa kwenye vita ni adui aliyoko ndani. Ukipambana na adui ambaye ameshaingia ndani, yaani hata kama kwako ni jamazi anavunja mlango, ameshaingia ndani, una bahati. Maana ukitoka tu chumbani huwezi kuelewa yuko wapi na silaha gani. Hata ukitaka kumuua nyoka, ameshaingia ndani, utavunja vibakuli, utavunja visahani, utavunja vitu vilivyoko ndani. Hiyo ndio hatari ya kupambana na adui ambaye yuko ndani. Kwa hiyo alifikiri kwamba kuna mtu yuko pale kwenye jeshi la Washami anayetoa siri. Watu wakamwambia, mzee, unanisumbua bure. Kuna mtu anaitwa Elisha, anaona mpaka mambo unayoyawaza ukiwa kwenye chumba chako cha siri. Akauliza, huyu Elisha yuko wapi? Akamwambia yuko Dothani. Akasema tumwendee. Sasa tumejua tukimalizana na Elisha, tumemalizana na nani? Na Israeli. Twende Dothani. Ndio hilo andiko tunalolisoma sasa. Wamefika Dothani, wameizingira nyumba ambako Elisha yuko ndani. Wamezingira kila mahali na silaha na magari na kila kitu. Kumbe Elisha kwenye ulimwengu wa roho ameshaona na ameshaomba. Mungu ameshamwambia cha kufanya. Unajua, unapigwa kwa sababu vita unaiona tayari imeshakufikia. Lakini ulipaswa uone kabla haijatokea na ukachukua hatua kabla haijatokea. Ili ikija inakuta tayari Mungu ameshafanya njia. Na mtu mmoja amenielewa, useme amen. Amen. Tusome hilo andiko. Wafalme wa Pili 6:15 mpaka 17. Ndio. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu kuondoka na kwenda nje. Kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari. Ndio. Wanaozingira mji. Mtumishi wake akamwambia, ole wetu. Mtumishi wake maana yake ni mtumishi wa Elisha. Ole wetu bwana wangu. Tufanyeje? Tufanyaje? Maana yake mbona jeshi kubwa. Akamjibu, usiogope. Maana walio pamoja na sisi ni wengi kuliko wale walio pamoja. Ni wengi kuliko walio pande wao. Elisha akaomba. Akasema, Bwana, nakusihi mfumbue macho yake. Ninakuomba mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yake yule mtumishi. Naye akaona. Na tazama, kile kilima kilikuwa kimejaa farasi na magari ya watu yaliyomzunguka Elisha pande zote. Bwana asifiwe. Umeona? Hapa swali la kujiuliza, ukumbuke nazungumza macho ya ndani ya kuona. Kama hakuwa na macho ya ndani ya kuona, wale majeshi ya Washami aliyaonaje? Akasema, ole wetu bwana wetu. Aliona kwenye macho ya damu na nyama jeshi liko pale. Lakini alishindwa kuelewa namna kwenye ulimwengu wa roho jeshi la Mungu lilivyo kubwa. Na hiyo ndio sababu watu wasio na uwezo wa kuona wala kumsikia Mungu, vita inapotokea wanakuwa wepesi kurudi nyuma, maana wanaona tu upande wa adui, hawajaona namna upande wa Mungu. Walivyoshiba akawaambia waachie waende zao. Hawa hakuna kupigana nao, waachie waende zao, maana mkono wa Bwana ulikuwa kwenye maisha yetu. Mkono wa Bwana ulikuwa kwenye maisha yetu. Mkono wa Bwana ulikuwa kwenye maisha yetu. Wakaondoka, na Biblia yangu inaniambia hapajawahi kuwa na vita tena katika taifa la Israeli. Nataka nitangaze ya kwamba tukiona kwenye ulimwengu wa roho na tukamtafuta Bwana, vita yetu itakoma na adui hawezi kuja tena. Hawezi kuja tena. Na kuombea kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana akupe macho ya kuona. Yes. Vitu uvione kabla havijawa.
inafanyika. Alafu unachukua hapo unaomba. Wakija pale kujaribu kesho wanakutana na moto. Kila shida yako hauoni. Wanafanya kabla yako. Na ukifika yamkini hata asubuhi morning glory hujaja. Umeenda pale ukifika, kuna Mungu usiku wamefanya vitu kwenye kiti pale, wewe unakaa. Unafikiri namna rahisi. Na ndio maana nenda hata kwenye biashara. Kuna watu usiku kucha wako pale wanawanga, wanafanya vitu vya ajabu na wewe usiku umelala. Asubuhi unaenda pale unashangaa, unapishana na mtu mwenzako yuko pale jirani, amekaa pale. Masaa yote ana punje zake anahesabu mkononi. Na wewe mpendo uko pale, uko Facebook, uko Instagram, uko WhatsApp, huna ulichokiona. Unashangaa biashara imekufa. Unashangaa kila kitu hakiendi. Kwa nini? Kwa sababu hauna uwezo wa kuona vita iliyoko kwenye maisha yako. Na kuombea kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana akupe neema ya kuona katika jina la Yesu aliye hai. Na ili Bwana achilie hiyo neema, lazima udumu magotini. Hiyo neema sio zawadi. Hiyo neema inapatikana kwa maombi kwa jina la Yesu aliye hai. Tunapaswa kuomba kwa kiwango ambacho Mungu anasema na sisi. Kuna kiwango ukifika, Mungu atakuwa anakuonyesha mambo. Mungu atakuwa anasema na wewe vitu. Utashangaa unazungumza vitu ambavyo havijatokea. Na vikitokea hauoni jipya, kwa sababu tayari ushindi ulipata kabla hujaona. Hatuandai silaha wakati wa vita. Tunaandaa silaha kabla ya vita. Ukiandaa silaha wakati wa vita umeisha. Wakati wa vita, nisikilize, ni aidha umwage jasho jingi wakati wa mazoezi ili usimwage damu nyingi wakati wa vita. Lakini ukikataa kumwaga jasho jingi wakati wa mazoezi, utamwaga damu nyingi wakati wa vita. Umeelewa ninachosema? Unamwaga damu nyingi kwenye vita yako kwa sababu ulikataa kumwaga jasho nyingi. Na jasho unalimwagia wapi? Kwenye maombi na kwenye neno. Hapo ndipo mahali umwage jasho jingi ili upate nguvu ya rohoni. Unapoenda vitani, tunaamuru one touch kwa jina la Yesu aliye hai. Mamlaka tunakuwa nayo. Tunaipata wapi? Magotini kwa Mwokozi. Vitu vya kimungu sio zawadi. Vitu vya kimungu vinapatikana kwa jasho, kwa kumtafuta Mungu. Jamani, haleluya. Jambo la ngapi hilo? Sasa naona mwinjilisti nishaanza kukumbuka jukwaa. Jambo la 7. Lazima mwombaji awe na ufahamu juu ya mamlaka kubwa ya Mungu aliyopewa. Tumepewa nini jamani? Mamlaka. Ila hii mamlaka inahitaji mtu anayejitambua. Hivi unaamini kuna watu tukimwambia yule ana pepo nenda kabadilike mkono hataki? Mchungaji anakumbuka. Ukisimulia historia, tulio kwenda kufanya mkutano Bosha. Miongoni mwa watu tulio nao Bosha, alikuwa kijana fulani hivi, alitoka Dar es Salaam nafikiri. Akawa ni mpigaji, alikuwa anapiga drum. Sasa saa ya kushuhudia, niliwaambia hivi, kama umekuja kwenye mkutano, saa ya kushuhudia ni lazima uende kushuhudia. Hutaki panda gari rudi kwenu. Huku tumekuja kazini.